Ndinivuta kwako kama dai na nkajaa, mapigwa chumbani chini ya uvungu juu ya paa, ukanitoa nuks na maneno ya wajaa. Na wewe kwangu maundi, wanataka kutona kila siku tukululi mai. Hawatoweza, wendo main chick. Mjomba Aisi. Anko, vipi? Safi kabisa. Shwari. Naona unakula madunde. Nolamba leo. Sasa mjomba, unajua tena mimi niko na msanii. Sasa nikiwa mchafu sio utanicheka. Unanyuka. Ndio. Nipe tano wangu. Shwari. Umeona mwenyewe kwani? Sasa nikwambie kwa sababu unatisha. Unanijaza. Sina kwambia. Unatisha. Yaani Tanzania sasa hivi unaikamata. Unanijaza anko, ndio tabia yako, afu mimi nimekuzoea. Nikwambie sasa ni kijijini sasa wanakoogopa. Juzi wamenipigia simu. Wewe najuaga shida zako. Ikiwa kuna shida, kila siku mndano ukiamka. Yaani ukiwa kuna siku na shida zako za hela, ndio unanijazaga hivi. Kuna mjomba wewe bwana. Kuna lolote. Mjomba nafikiria vingine wewe. Kweli nakujua ndio tabia zako. Nakwambia siko hivyo. Haya, niambia. Safi. Vipi umetoa ngoma gani sasa hivi mpya? Ndio hii nilikuwa naisikiliza hapa. Nyimbo yangu na TID inaitwa Cha Upele. We. Cha Upele mpenzi. Kwa napiga zamani madisco ya nyumbani. Nakwambia mjomba, sasa unapiga hela wewe. Sasa jaze. Hamna shida mjomba. Ni hivi. Bwana ndiko na shida bwana. Umeona? Nilikuwa na shida 50,000. Wewe ulikuwa unapiga sera zote. Hapana mjomba. Yaani hiyo ni kwa serious sasa. Shida 50,000 tu. Yangu sijuzi tu nimetoka kukupa hela. Leo sina hela. Mjomba ile imeshakwisha mjomba. Na shida sana ya muhimu. Sasa yangu unatumiaje hela ovyo hivyo afu yangu unajua sasa hivi uchumi sio mzuri. Wewe usione unapita pita huko unatusikia nyimbo zinalialia kwenye mabaa manini. Sio kwamba pale hela ndo zinaingia muda huo nyimbo inavolia. Hela zinaenda kwa mjomba. Mimi najua hilo, nalijua hilo. Lakini sasa wewe si msanii mkubwa. Siku zingine leo sina hela. Ukubwa wa msanii kwani ndio ukubwa wa hela. Mjomba wanafanya mpango wana. Anko. Kwa hiyo unanipa ama unipi? Anko, mimi siwezi kukupa hela leo. Niache leo na kazi zangu. Kwa hiyo Aisi, angekuwa mwanamke ungempa hiyo hela. Sasa wewe ushaona mimi nimempa mwanamke hela. Au unanifanya mtoto mdogo mimi si ndio? Ushaona kuna mwanamke nimempa hela mimi. Sasa wangapi wanaingiaga hapo na wakiaga hela? Hiyo haikuhusu wewe, na kuhusu wewe. Sawa. Odi mwenyewe. Jamba. Ambie. Naambia yangu. Safi kabisa. Haya, habari za siku? Safi. Jamba umependeza. Shaz. Naambia. Mjomba sina la kusema. Sema nini? Nina shida moja mjomba, hiyo kama utanisaidia nitashukuru sana. Mjomba, nina shida ya shilingi 50,000. Mjomba, 50,000 umeshindwa kumuomba ndugu yako Aisi pale nyumbani. Sasa mjomba, lakini wewe na Aisi ni kitu kimoja. Aisi si mpenzi wako? Sawa, lakini mimi naona 50,000 hela ndogo tu ambayo ndugu yako pia angeweza kukupa. Sawa basi. Sasa kuna kitu kimoja ambacho ukijui nilikuwa nataka nikwambie. Kitu gani tena iko? Mjomba, wewe ukinipa hela mimi nitakuhadithia kila kitu. Mjomba, mimi naweza kupata hiyo zaidi hata hiyo 50,000. Lakini sasa naambie kwanza hiyo issue utakunambia shule. Mjomba, ni hivi. Aisi toka alipotoka kijijini huko kaacha mke na watoto. Sasa nilikuwa nakuhurumia sana binti mrembo. Wewe unatakiwa uwe na familia yako. Lakini sasa naona kama vile unazungukwa tu. Kwa hiyo ndio hivyo, naomba tu unisaidie alafu tutaongea zaidi mjomba. Mjomba, nisikiza nikwambie, kuna vitu vya utani na ambavyo sio vya utani. Tafadhali sana. Mjomba, niliwahi kukutania mimi? Yule ni mjomba wangu, alafu yule ni mtoto wa dada yangu mwenyewe kabisa. Kabisa, ni mtoto wa dada yangu, nakwambia ukweli. Lakini unajua nilimsema sana. Kama na akili atakuwa kanielewa. Nimemsema kwa kweli, nimemsema sana. Nikamwambia Aisi, sio tabia nzuri hiyo. Usije ukamchezea mtoto wa watu. Ila mjomba, hebu fanya mpango wana, kwa sababu unajua muda wenyewe huu unakwenda. Msuli. Acha dalolo papi.
Anko waweja sana, waweja mwana mayo 50. Zote ziko sawa, usihesabu, nenda kahesabia huko. Bye mjomba. Ndom, Mungu akubariki sana mjomba. Asante. Kuna tatizo? Hamna tatizo. Mimi nakujua ukiwa sawa na ukiwa na tatizo najua. Kwa jinsi ninavyokuona kuna tatizo na kusumbua, niambie. Sham, niko sawa. Unajua kuna kitu ambacho ukifahamu. Mara nyingi mimi nakwambia hawa wasanii watakuumiza kichwa. Ni heri ukatembea na mtu yote sio msanii. Unapaparika na ustaa. Aisha atakupeleka wapi wewe? Atakupa nini zaidi ya kunani kuharibu maisha yako? Tuheshimiane. Nikuheshimu nini? Nimekushuhudia kwa macho yangu mwenyewe unatoa pesa. Si bora unipe ndugu yako? Cham, tafadhali tuheshimiane. Naomba uniheshimu dada yako, sawa? Mimi nakuheshimu kama sister yangu, lakini na wewe uniheshimu kama ndugu yako au kaka yako. Kunizidi umri sio sababu. Mbona ukui kiakili dada yangu? Chama, mimi nenda niache bana. Wasanii artist, Haisi ni nani? Utaendelea kuumizwa kila siku kwa kupenda wasanii. Ni heri ukaishi na mtu yoyote. Cham, niache. Nitamwambia mama ujue. Unafikiri mamako anamuogopa? Au mamako anaweza kafurahi unachokifanya? Ni heri basi ungechukua hiyo pesa kanunua hata kitengo mpelekea mamako akavae. Ningekuona wa maana sana. Lakini unatoa pesa kwa hawa mtu ambaye hana thamani yoyote. Atakusaidia nini katika maisha yako? Nenda basi. Ukiwa na tatizo yeye anaweza akaja akakusaidia. Ukiumwa atakupeleka hospitalini. Sisi ndio ndugu zako, tunaishi na wewe. Kuwa na akili bwana. Nenda bwana. Tunazinguana staili. Mimi siwezi nikakubali hivi vitu. Eti wasanii nini sasa? Wewe unishukuru mimi kwa sababu kipindi kile ulikuwa upendi kusoma, utulii darasani. Mara umeenda kuchunga ng'ombe. Yaani nijitahidi sana nikae nikufundishe baadhi ya masomo ili upate kufaulu. Ungefeli wewe. Ungefeli. Jisu. Nakumbuka vizuri tu. Yaani bila wewe nisingeshika nafasi ile ya 36. Nakwambia ukweli, Ungefeli. Nakwambia Jisu, wewe sikwachi. Na tutaendelea kwa shida kwa sababu wewe ni rafiki wa ukweli. Lakini sasa mlaumu baba yako kukupa ming'ombe ile. Basi kunywa kwanza, kunywa. Ila kwambia wana mimi ni tajiri kwa sasa hivi. Ninachokwambia. Unamjua yule nani? Ice. Sasa yule mjomba wangu kabisa yani. Mtoto wa dada yangu mimi. Yule star. Sio star, mimi ni star sasa hivi. Nakwambia ukweli. Wewe ni star. Wewe ni star au Ice ndio star? Nachokwambia kwamba star, yani ni star. Ndio maana nakwambia kunywa. Kunywa. Kunywa baba, kunywa. Ila anaonekana kwenye mavideo yule nini? Sasa yule ni mwana muziki Bongo Flava hapa Dar es Salaam, Tanzania. Ice anaonekana kwenye video. Wewe huonekani? Ni sawa, lakini simuona kwamba matunda tunakunywa hapa. Kwa hiyo Ice ndo anakupa hela. Sasa si ananipa, ila sema nini hapo umenikuna sana. Yule mjomba sasa hivi ananiuzi. Zamani alikuwa ananipa mahela tu. Lakini sasa hivi mpumbavu sana. Yaani ni mpumbavu kwanza cheers. Mpumbavu wake afanyaje? Jomba namuomba hela eti ananitolea nje. Si hana. Sio hana, anafanya makusudi. Anawapa wanawake, mimi ananitoa sasa. Nakwambia nimemfanyia kitu mbaya leo. Wewe mfanyaje tena? Acha kabisa. Nimeenda kumwalipia kwa demu wake.
Kwa nini umefanya hivyo? Sasa nakati tunajua yule ni mjomba wako na ndio anakupa hela afu unafanya hivyo. Kwa nini usingesubiri ukaongea naye? Jisu, wewe unanijua vizuri tu. Toka kipindi cha shule. Sina galongolongo mimi. Mtu akikosea tu twende. Hey, sasa nimeenda kumuomba hela. Nimwambia bwana mjomba nipe 50,000 nikafanye mambo yangu. Oh, mjomba sasa hivi sina, sijui nini. Ananiletea ngonjera. Nikamwambia sawa. Nikaenda kwa mkewe. Kwenda kule bwana nikamwambia bwana mjomba ana mtoto nyumbani, ana mke, ana mademu chungu mzima. Hey, hiyo mwanamke kaingia ndani kaenda kunipa fupa 50,000 anakupa. Wewe acha bwana. Kwa hiyo ndio hii ambayo inatumika. Kunywa Jesu. Kunywa hakuna tabu. Nilikuwa nasubiri simu muda mrefu sana bro. Afu kwenye hiyo swala kuongea kuhusu performance na nyimbo hiyo usiwaze. Yaani siwezi kuangusha kwa sababu ya nyimbo nyingi mpya nilizozitoa huu mwaka wote sija perform. So ndio kulikuwa mna matamasha yanaendelea. Kwa sasa hivi nikija show yangu itakuwa perfect standard. Good day. Siwezi kuangusha. So ndio paki tena. Haina noma bro. Poa bro. Hivi Vipi? unanichukuliaje? Mbona kuja bila appointment? Kwanza haujapiga simu. Afu kawaida yako kwa nini? Kuna nini kwani? Aisi, mimi sio mtoto na dunia haina siri. Nimeshajua kila kitu unachokifanya. Nimeshajua kila kitu. Una vituko vyako wewe. Mimi sio mtoto. Nimeshajua kila kitu kwamba una mwanamke na umeshazaa naye mtoto. Kwa nini unifiche? Kwa nini unifiche kama una mtoto? Yaani na maana mahusiano yetu ni yako hivyo kirahisi tu hivyo unashindwa kuniambia kama una mtoto. Kweli? Mtoto tena. Mwanamke mtoto. Sio mtoto tena kulia. Wewe kama una matatizo yako mengine labda au sababu ule ugonjwa wa jana ambao tulikuwa tumezinguana. Ndio nataka uje labda unishushe tembambo mimi. Siwezi kulainika kiasi hicho. Sicheki. Kijanja. Nisikilize, sicheki. Niko serious. Umenisikia? Sio mtoto tu. Wanawake kibao unawaleta hapo unakuja unafanya uchafu wako mbele ya mjomba wako anakuona. Humu ndani kwangu. Tangu lini? Kwa sababu unakuja unalala, unapika, unalala, unapika, unacheza nje huko, unapiga ombea na anko, mnakuja kunywa mabia yenu nje huko, unafia labda kila mwanamke anaweza kaingia. Mimi star wewe. Siwezi nikamruhusu kila mtu akaja kwenye nyumba yangu akakalia makochi yangu mazuri, akanichafulia no, siko hivyo. Humu anakuja wanangu. Mwanamke unakuja wewe na kwa sababu tu nakuheshimu. Unayo yako kasha kuchota akili na umekuwa kama kweli mnaposhinda mnacheza huko nje ndio maana hapo kwa kuchota akili mnakuwa sawa. Afu kabla ya kukwambia maneno alikuomba hela. Uongo huko eti. Nice. Uongo. Hapo sasa kuja kuomba hela. Au hajaje? Ndio. Sasa je. Unaingizwa box na anko hivyo tu umeingia box umejaa. Anko akiwa anahitaji hela anaua hata watu yani. Mimi kashaniua anko yani mpaka kabla sijawa mwanamuziki, kabla sijawa star yani nishazikwa mara kibao tu toka tunakaa kijijini huko na anko. Anko akiwa na shida yake ya hela lazima akwambie umbea kibao ili umpe hela na wewe ulimpa. Uongo alivyomaliza story zake kukupa hizo habari za wanawake na habari za watoto kuzaliana vyote, si ulimpa hela? Ndio umekuja umevamia nyumbani kama kuja kuua mtu, kumbe unakuja kuletea habari za anko. Wewe watoto, mimi nakuaje na watoto usijue? Wewe unajua kuwa na mtoto nafanya kitu rahisi. Mimi wewe mtoto hapo na niona afunio na watoto tena. Mbona wewe una watoto? Si ningekupa wewe kwa nini nikampe mtu mwingine? Respect. Si unaelewa? Wewe tulia na mimi hapa, mimi na ganga wewe naweka vitu kila siku mambo yakae sawa. Mangoma yanaiti. Unapata hela maisha yanaenda. Wewe unakuja na habari za anko, wanawake wana watoto. Kwa possible utakuwa single hii. Mimi sitaki sema mambo hayo. Kuna okay. Ninaleta habari nyingi katika ngapo. Bibi kesa sana bwana X.
Niliumiza sana bwana X. X. Ulinitesa sana bwana X. Niliumiza sana bwana X. Ulinitesa sana bwana X. Mjomba upo? Hobde wana, na kuimba nyimbo ya mjomba wangu. Najua wana, unajua kulewa ni raha sana. Tajiri, upo? Kwa kweli bwana, sasa mimi nilifurahi kukuona mjomba kwa sababu yani nikikuona wewe kama malaika. Aisi. Kwanza nilivyokuona mjomba. Nipe 5 kwanza. Nipe 5 basi. Kwa mjomba. Yaani wewe uwezi yani kufanya maisha yako bila kunisema mimi. Uwezi kufanya maisha yako bila kunifuatilia. Uwezi kufanya maisha yako wewe mjomba tu uishi hivi hivi ukatafute hela kwa njia zingine unywe pombe. Hadi wewe ndo kaniseme mimi unimalize, unisnichi, alafu urudi hapa mimi nicheke na wewe. Na unafiki wako uzoea mjomba. Hivi kweli hao ndo maisha mjomba? Kwani mimi nimekukosea nini? Mjomba, mbona tantalila nyingi bana? Ongea basi kitu gani nilichokuuzi wewe lakini sielewi, unaongea tu. Ongea point. Yaani wewe mjomba wewe tu mimi ninahangaika na wewe hadi ndugu zangu wote wananicheka. Kukaa na wewe kila siku na kusaidia hizo hela za kula lakini bado ndo unanisema vibaya. Maisha gani sasa mjomba? Wewe unakwenda kumwambia mwanamke mimi na watoto na wanawake. Yaani sio nani? Yaani wewe kila yani umeniambia nyumba nimeweka disco na shida na mademu. Wewe unajua mademu, sheko na watu wote hapa. Sasa mjomba, nikwambie basi. Kwa swala la watoto, wewe mjomba una watoto bwana. Hizo ndo mbinu za kijeshi. Umenisikia? Lakini kuhusu wanawake, mimi sipingi mjomba. Wanawake kibao. Lakini mtoto una mjomba. Una. Wewe. Unamsikia Kwa wewe ni mtani mdoto unamsikia mambo yake ya utani. Kwani hadi sasa hivi bado tu hujamzoea tu. Sijamzoea hata mtu kaongea kabisa. Watoto Alafu kashalewa. Huyu utakalea. Wewe muulize kama shawi kuja hapa ndani akamkuta mwanamke yote. Huyu ni anko chizi. Nisikilize. Anko chizi anko. Anko ni akili zake. Sio chizi vitu fulani vya vijatimia. Wewe kuna vitu kwenye umongo wake haviko sawa. Wewe unamwona mtu yuko sawa, mimi wanawake ndio mwa wake bwana. Usifanye hivyo. Sasa sikiliza baba, mambo gani watakalifanyia? Mungu papa. Itali. Jamani, kafadi bwana. Vita vya panzi furaha kwa kunguru. Uje kichonileta hapa mimi ni swala jana. Nimejaribu kukaa nimejifikiria nimeshindwa. Mwisho siku unajua tumetoka mbali tumefanya vitu kibao. Ushatokea ugomvi mkubwa zaidi ya huu. Nishakukuta na kesi kibao pia ngakusamee. Michakato yangu yote tunategemea mimi nitaendeshaje bila wewe. Eti mimi kiukweli yes. Siwezi. Nimechoka na vituko vyako vya kila siku. Siwezi tena. Chafu nafanya. Wewe umeona? Wao maneno yote ya kuambiwa, unaambiwa unachukua. Au mbona tushamaliza? Okay, mimi sijaje hata nianze kuweka mlolongo wa mambo yote yalotokea au nini no. Yaani mimi nimekuja hapa wewe. Ukombe tu msamaha, maisha yetu yaendelee. Wewe mpenzi wangu jue. Kwa mwisho wa siku ukinikazia wewe tena mimi nakuaje tena naanza kukaa peke yangu nyumbani au nianze kutafuta mwanamke mwingine yani tuanze kujenga mahusiano tuliojenga mimi na wewe, unafikiri tutaweza leo? Aisi nikwambie kitu. Tafuta mtu mwingine ambaye anaweza labda akakufaa. Lakini mimi kama mimi siwezi, na kuanzia leo hapa ndo tumemalizana. Sasa tunamalizaje mimi na wewe? Ndio hivyo tushamalizana. Yaani kiukweli kabisa. Ngoja kusikiliza, lakini na mimi inabidi nisikilize jibu langu ni kwamba siwezi tena kuwa na wewe. Yaani hata iweje siwezi tena kuwa na wewe. Basi inatosha kwa vitu hivi. Ndio hivyo. Shamaliza. Maisha mengine yaendelee. Usifanye mambo hayo baby. Baby. Uncle. Naangalia kidogo mambo ya muziki, movie hapa naangalia kidogo mjomba. Karibu ukae.
Ujambo lakini. Vipi ujambo lakini? Mjomba, mimi nishachoka. Umenisoma? Yaani vitu ulivyovifanya umeniachanisha na mwanamke wangu kabisa. Umenisoma? Yaani nilikotoka ni ugomvi, yani hamna kinachoendelea kwa sababu yako. Bado kesi za nyuma zote zilizotokea kwa sababu yako. Anku, mimi nimechoka yani kabisa. Mimi unanijua mimi kijana, uoga sijawahi kukwambia mambo kama haya. Lakini leo hii nakwambia kwamba nimechoka, ni sitaki ni hata kutazama hivi yenyewe napata shida. Sawa, mjomba mimi nimekuelewa, lakini maneno hayo kama hayo mnazungumza na kwisha. Nyinyi si wapenzi? Yanakwisha tu mara moja basi. Sasa mpaka muachane, naye kachukulia hasira tu. Unasema wewe, mimi ndio shacha naye, lakini sasa mjomba, ilipofika sasa hivi mimi siwezi tena kuvumilia. Kwanza mjomba, auendani kabisa na mazingira yangu. Mimi ni mwanamuziki, mimi star mjomba. Wewe angalia vitu ninavyofanya. Unarudi umelewa mapombe muda wote, watu wananisema mjomba hapo yupo hivi, mjomba hapo hivi. Kila dakika mjomba. Mimi hao maisha siyawezi mjomba. Ushansoma. Kwa mimi sasa hivi mjomba, kwa jinsi vituko vyako unavyofanya, kabla hata tujaleteana noma ile undugu uishe, mimi sitaki tufikie huko. Umenisoma? Sawa. Ushansoma? Nimekuelewa. Sitaki undugu faje uishe, tuendelee kuheshimiana. Sasa ni kweli kabisa. Kocha kufanya hii tuendelee kuheshimiana. Wewe mjomba, kusanya kila kitu chako ndani kwenye nyumba yangu mimi. Nenda wapi? Kijijini. Sasa mjomba, usifanye hivyo. Kama huwezi kwenda kijijini, mji umekunogea, chukua mabegi au tafuta hela, kodi, kapange na wewe chumba chako. Afu unatoka kwenye chumba chako ndio unaenda kupiga umbea na kwenda kupiga hizo stori zote ambazo unaniharibia mimi. Sasa mjomba, wewe unanifukuza hapa nyumbani kwako. Niende wapi mjomba walakini? Mimi si kama mama yako. Sasa unavyonifukuza hapa mimi niende wapi? Unafikiri kwamba nikienda kijijini si watanicheka mimi walakini jameni? Mamangu. Wewe mamangu namjua alivyomkarimu na anavyosaidia watu. Wewe mamangu ana tabia kama hizi. Yaani mpaka waga nashangaa wewe mjomba umetokea wapi? Kwa sababu mjomba ni uhuni sio muhuni. Yaani una tabia sio za ajabu ambazo siwe kuziona yani. Watu wenyewe wanashangaa mimi naishi vipi na mjomba kama wewe. Mjomba bwana, mjomba mimi nahangaika kila siku nikuweke vizuri, wewe unaleta mambo ya ajabu. Mjomba mimi nimemaliza. Kama nilivyokuelekeza, sitaki nikuone. Yaani leo hii natoka nenda studio hapa, nimekusanya mazaga yangu yote. Wewe chukua kila kilicho chako mle chumbani. Au niende mimi nikakusanye, nikuletee uchimbe. Mimi sitaki tena kabisa maongezi. Yaani nimemaliza. Utatia huruma hivyo hivyo. Kama ukienda nyumbani, najua mama atanipigia simu, tutajua vipi? Kuja na jingine nini? Unajua, nimekaa nimefikiria, nimeona siwezi. Najua nimekujibu vibaya, nimekufokea, nimefanya kila aina, lakini babe, kiukweli mimi siwezi. Naomba nisamehe tu mpenzi, nakupenda. Mimi hilo sina neno ujue, kwa sababu mimi niko na struggle na safa na angaikia swala liishe. Kwa hilo mimi sina noma. Mbona nataka umerudi kuendeleza udogo letu wa maisha mengine yaendelee kuendelea. Mimi kwangu sina noma na yeye. Thank you. Thank you. Lakini baby, kuna kitu kingine. Kitu gani tena? Au ndio hicho kichofanya ombe msamaha? Amna, ila cha muhimu.
naomba umsamehe anko wako. Anko tena, umejuaje habari zangu? Baby anko kaja nyumbani. Anko kaja analia, nakwambia ana na begi lake, nakwambia kalia, yani hati nimemwona huruma. Sema anko wangu mimi kiboko wewe. Anko pasua, yaani kumbana naye hapa nimwelekeza kwamba aondoke, kumbe katoka hapa kaja kwako. Mimi nitamsamea kwa sababu yako kwa mara nyingine tena, ila unipa ushauri wangu asikae hapa. Nitafutia hata sehemu nyumba tumpangie, hata kama ni jirani, hata kama kuja kula anakuja kula hapa, ila ana sehemu yake nyingine huko anaolala, nipunguze ghasia. Akae mwenyewe huko, anaweza akafanya kazi nyingine. Akikaa hapa kazi yake hapo ndo hii ya kuja kukusanisha watu. No bwana baby, nikwambie kitu. Hii nyumba kubwa. Sina uanze kutoa hela, sijui upange, sijui vitu gani. Kaa naye hapa. Unajua yule ni kama mamako Matatizo yake. Nini matatizo yake? Hicho ndo kitu ambacho. Yaani hiyo mimi naye tunaendelea kukosana kwa sababu yake. Nisikize kwanza baby, nikwambie kitu. Yule ni anko wako. Unasikia? Yule ni kama mama yako. Inabidi umvumilie mapungufu yake, sio nini. Vyote unamvumilia. Yaani yule pale ni kwa sababu sio mama ushauri, ni kwa sababu tu hajakaa mjini, unajua? Kwa sababu hajakaa mjini muda mrefu, ana bado ushamba Okay, basi faje ujue. Poa, haina noma, mimi nitapigia simu. Mimi sina noma na. Kwa sababu wewe umemaliza hiyo. Na akija one sisi tunacheka itakuwa aibu yake. Mimi nitampigia simu, nitamwelekeza. Sasa hamna haja ya kumpigia. Ana nishakuja naye. Hai. Atamen David. Sapi wan. Mguu wa pako huu. Acha dai. Niambie. Kwa inakuaje? Safi kabisa wan. Karibu sana. Bwana nimeamua leo nije nikutembelee. Okay. Sasa producer, mimi nimekuja wana. Nina ngoma yangu kali sana, nataka nije unifanyie mpango wana. Na mimi nitoke kama ice, kwa sababu unajua jamaa sasa hivi anatamba. Kwa hiyo mimi na ngoma yangu nikutolee kidogo mistari. Ando, endelea nikusikilize. Tutaimba nyimbo, mwisho wake tutakufa rofa. Wasanii wa bongo tunabaniwa. Maproducer baadhi yao wanapenda rushwa. Ukiwanyima hela kubania. Sasa umeona sasa. Umeona, yaani kuna sehemu moja tukaanza ameanza kubugi. Sisi tunaitwa maproducer. Hivyo producers, music producer. Sio producer, hapo unazingua. Hivyo mkuu, kwa sababu mbona sijapotea sana? Ngoma sio nzuri mjomba, kwa sababu ngoma kama hii labda hata nikiingiza voko zangu, nikiingiza muziki ngoma zangu nadhani itakuwa utasikiza hata kijiji wako tu kuuliza. Sasa mjomba, unanikatisha tamaa tena mkali. Kwa sababu wewe yule Ice umemfanyisha mpaka sasa hivi Tanzania wanamjua, wanamkubali. Wewe unashindwa kweli kuniinua na mimi? Ila sema nini? Kaniuzi kitu kimoja tu. Gani? Anasema kwamba sasa hivi hataki kufanya kazi na wewe. Anataka achukue maproducer ambao waliokwenda shule. Wewe una elimu ya muziki. Ice Boy. Mtoto dada yangu kabisa, nakwambia. Ni mwanangu. Unajua hao wasanii huwa ndio kaida yao jinsi walivyo. Hata wewe si unajiona leo unavyokuwa unafika unaniarifu swala kwamba labda unataka nikutengeneze ngoma, nikuproduce na vitu kama hivyo hapo hivi. Lakini mimi najua mwisho wa siku leo si uko hivi, mwisho wa siku kuja kuota madeni. Hakuna kitu kama hicho. Mkali. Mimi niko tofauti kabisa. Kwa sababu Ice Boy kaja studio kwangu. Ajui A, ajui B. Unajua Ice Boy amekuja hapa hajui hata sauti gani ya muziki anatakiwa aimbe ili sisi tupate content ya maana itingizie kipato. Wacha bwana. Serious. Ile ilikuwa ni nguvu zangu unajua. Nimemtengeneza mimi, unaelewa vizuri, kwa jitihada zangu. Nimejinyima kwa kila hali ili mradi tufikie Ice aitwa Ice Boy. Bahati nzuri Mungu satumana ameshakuwa Ice Boy. Ananidharau mimi. Mimi sijui, labda anasema kwa upendo, labda sijui bwana. Yule ni mtoto wa dada yangu kabisa. Kabisa, ni ndugu yangu kabisa, mwanangu. Lakini ndio anavyoongea hivi. Sasa nikashangaa, huyu jamaa mbona amefanya mpaka nasifika? Sasa leo anasema kwamba eti hana elimu ya muziki. Kashangaa kweli mjomba. Okay, sawa. Mimi nashukuru kwa taarifa zako, lakini
Mimi nitalifanyia kazi. Sema nini mjomba? Hebu nifanyie mpango kama ulivyosema kwamba unataka unitengeneze. Nitengeneze na mimi nitoe ngoma zangu niweke kama hizi. Nianze kupiga mangoma yangu kama lile ngoma langu lile lilokuimbia hapo. Nina nyimbo nyingi tu. Ile ngoma mbovu sana. Au kwa sababu nimetaja producer? No, licha producer, sijui producer. Ile ngoma tu, ngoma yenyewe sio nzuri. Ngoma haina mambo yako. Fanya mpango basi. Basi mimi ngoja nikuache bwana. Mimi ngoja niende kwangu. Sawa. Okay, sawa. Haya tutaonana bwana. Okay. Odi. Wenyewe. Haya, asante. Mlango ufunguki tena jamani. Wow. Usimegisa. Sasa imekwaje tena lakini mpenzi wangu? Umefuata nini kwanza? Lakini Judy, unajua wewe hasira hizo hazikusaidii lolote. Yaani mimi nimetoka ndani bibi zangu nilijua mtu mwingine, kumbe wewe umefuata nini? Nimekufuata wewe mpenzi wangu, malaika wangu, kipenzi cha roho. Wewe ishi hapo hapo. Hiyo Eh. misifa unaojidai kunigeia hapa, mimi nimeshapewa na watu wengi. Tena zaidi yako wewe. Umeniletea pesa? Judy, unajua leo nimekuja kwa sababu nataka nipumzike na wewe. Hiyo pesa yako nitakuja nikupe. Hivi unafujiangalia wewe unaweza kuendana na mimi? Siku ile ulinikuta tu nipo kwenye mudi zangu, ndio maana niliamua tu kufanya vile. Lakini usizoee tena siku nyingine, tena ukome. Hebu toa ujinga wako, tena sitaki kusikia hizo habari. Umenielewa? Judy, unajua mimi sikuaje wewe mtoto. Kwanza umekuja na pesa yangu. Unajua leo sijaja na hela, lakini unajua mjomba wangu. Sikuja na hela kivipi wakati siku ile mimi uliniahidi hela na siku ile hujanipa hela. Uliniahidi hela na ndio maana mimi niliingia line ya kulala na wewe. Kwa nini leo unakuja mikono mitupu? Alafu unakuja eti unanipenda. Unanipenda nini? Si nilikupa kidogo lakini nataka pesa yangu. Sawa, nitakupa lakini naomba tu leo nipumzike na wewe kidogo. Upumzike na nani? Tena ukome. Ukome. Ukome nimekwambia. Sasa imekuwa hayo tena. Nimeshakwambia ukome. Judy, unajua wewe mtoto mrembo. Naomba pesa yangu. Yaani mtoto ulivyoumbika kwa jinsi ulivyo. Yaani mpaka sasa hivi unajua moyo wangu umekuondokea wewe. Yaani sina raha. Yaani kwa kweli nikikaa huko, yaani moyo wangu unakuwa unasema sasa nenda kwa Judy, mtoto malaika. Umependeza, cheupe, halafu kadomo kako kama mchinja kuku. Naomba nipumzike na wewe kidogo tafadhali. Naomba uondoke na iwe mwanzo na mwisho kuleta mguu wako hapa. Kwa hiyo Judy, umekuwa mkali kabisa leo jamani. Tena ukome. Eh. Yaani siku nyingine ukija naweza nikakulitia hata mwizi. Basi samahani, naomba basi nikuchumu kidogo. Umchumu nani? Naomba uondoke. Haya. Unajua mimi na wewe tumedumu kwa muda mrefu sana. Tena imefikia hatua inakuwa ni kama ndugu sasa. Lakini nashindwa kuelewa. Una kitu gani ambacho kinakupelekea wewe ushindwe kuwa mwazi na mkweli upande wangu? Mpaka unakwenda kufanya mipango yako na watu wa kigeni ambao hawapo kabisa katika uuni yetu. Maana yake ni mimi naanzaje kusnitch? Nice. Nadhani umesahau kwamba tumepanda na kushuka milima katika maisha. Yes, hilo liko wazi mbona. Alafu tulikuwa tunashirikiana kwa kila njia. Aisi, mimi najua kila mipango yako unakuwa unaienda. Aisi, leo hii inafikia stage unakwenda mitaani na unajinadi kabisa kwa washikaji zako kwamba unataka kuingia kwenye studio nyingine kufanya kazi tofauti na mimi. Maana yake ni yani which is boss. Mimi naanzaje yani kwenda sehemu nikajinadi eti nikaongea habari za kweli. Wewe unajua mimi mtu wa ndani, muda wote ukija nyumbani unanikuta. Tuna kazi, ukinivutia waya simu moja nimefika. Tunafanya kazi kila kitu toka zamani. Hata sasa hivi na umaarufu lakini bado sijabadilika kwako. Hasa unavyoanza kuniambia habari za mimi sweet kuseparate sweet na fanya hichi sweet kama wewe kwangu bwana. Usifanye mambo yako. Mimi nakuheshimu ujue. Mimi naweza nikaamini kwa sababu hata pale studio wewe siku hizi sikuoni. Niko mimi na matatizo yangu ya kifamilia, ndio maana kutoka kuja nyumbani kwangu na niko na kunywa, nimetulia zangu. Sio kwamba eti siji kurekodi kila siku kama uko nafanya zamani. Njaa imepungua,
No, sio kwamba ipo au naenda kurekodi studio nyingine. Ni matatizo yangu binafsi ya kifamilia ndio yananifanya mimi nisije studio nikakaa ndani. Kwa hiyo ukiunganisha mambo yako hayo unawaambia na watu uko na hivi ambavyo mimi nimekaa ndani, unaweza kukaa hapa ndio watengeneza mambo. Lakini all in all, me I'm food bro. I'm too real since day one, you know that. Nice. Ni matatizo gani hayo? Kwa sababu mimi nakumbuka ya kwamba kulikuwa kuna mambo mengi ambayo ulikuwa unakabiliana nayo before. Lakini hukuwa msiri, nilikuwa ni mtu wa kwanza kupata taarifa zake. Sasa mengine ya kifamilia, mimi sijawahi kukwambia habari za mapenzi, labda kama mwanamke wangu anipeleka mbio. Nishawahi kukwambia habari hizo. Aisiki, ukweli kabisa mshikaji wangu, mimi sikofichi. Wewe niambie. Wewe hayo maneno amekwambia nani wewe? Yaani alozileta hizi habari ni mtu ambaye yupo karibu sana na wewe na ni mzazi wako wewe. Ina maana kwamba hawezi akawa na roho hiyo? Sina mzazi. Serious, mimi nakwambia. Ni mamako wa kiume. Mama wa kiume. Yes. Mama wa kiume. Mjomba wako. Mama wa kiume. Mjomba wako. Laiti kama angekuwa wa kike si mama wako mdogo. Wewe mjomba wangu gani ambaye anaweza kukufuata wewe bwana? Wewe kuna ndugu yangu ashakuja studio kuingilia mambo yetu. Huyu mjomba wako ambao unaishi naye hapa ndani anakuja kila siku pale studio. Amekuja yule jamaa, amefika, akaniomba nafasi ya kutaka nimfanyie ngoma zake, nikajaribu kumsikiliza. In short, ngoma kwani anaimba? Mimi anko wangu haimbi. Sasa wewe kwa akili yako unaweza anko anaweza kaimba muziki naoimba mimi. Muziki ya kisasa anko na uzee yule anaweza katoa hata idea zangu anaweza kazipatia wapi? Anko wangu mimi mlevi na matatizo. Wewe unakaje unamsikiza kati kazi yangu mimi na wewe haihusiani kabisa na ndugu zangu mimi. Wewe unamsikizaje anko wangu sasa tena? Mimi anko wangu ana matatizo. Hata akija kwako wewe unahisi yangu kweli unaweza kumrekodia kitu chochote yangu wa Tanzania wakamuelewa kweli? Aise, nikwambia kitu kimoja. Mimi nakupa baraka. Wewe ondokaje ukaenda kunisema nje kama ambavyo wewe kaja kufanya mambo hayo? Mimi nakupa baraka zote kama umeamua kunisinichi mimi kwa ajili ya kwenda. No, serious, mimi nakwambia. Kama umeamua kunisinichi, mimi nakupa baraka zote. Tafuta studio yoyote, nenda kafanya kazi. Pala popote ambapo unahisi ni best kuliko kwangu, nenda kafanya ngoma. Roho nyeupe kabisa. Mimi siko hivyo bro. Ambe. Poa. Sawa, uko ndani? Niko jikoni. Da. Mara karibu tena. Ndugu yako. Nani anko? Hatari. Muda si mrefu tumekusamehe hapa. Muda si mrefu dakika 10 zilizopita producer wangu ndo kaja hapa. Si umesikia makelele? Nimesikia ila sijaelewa. Ndo kaja producer wangu ananiambia ndugu yako kaenda kamfuata huko kazini kwake, ofisini kwetu kwa studio. Kaenda kamwambia hizo habari zangu yani za kubuni hizo noma. Kaambia nyimbo zangu na yeye ndo anaandikaga. Kanaambia kama yani hela tu za pombe ndo zinampiga. Yani yangu bwana. Mimi siwezi kuvumilia ukaa naye. Yani amenichanganya akili yangu hata sielewi yani. Ila nikwambie kitu, usijali, mwisho siku ile ni ndugu yako tu. Afu mimi wewe nakuwa sikuelewi. Yaani wewe kwa nini wewe unakuwa mtetea sana anko ananiharibia mimi kwenye mambo yangu yote ya msingi kama haya. Vitu vyangu vyote vya msingi anko ananiharibia, wewe bado unamtetea. Kwa nini unamtetea? Wewe na anko mna ajenda gani? Babe, sio kwamba namtetea. Mimi siwezi nikamtetea anko nikashindwa kutetea wewe. Anko anaboa afanye vitu vya kinyama kabisa. Yaani anko, yaani ndo alafu unamtetea bado eti. Si mtetei. Yaani sijui nikwambiaje. Ila sasa yaani mwisho wa siku ni ndugu yako. Mwisho wa siku yule ndo mama yako. Yaani unajua mimi hicho ndo ninachokitetea, undugu wenu. Sio kwamba namtetea labda naona anafanya vizuri. Amna, ila sasa mwisho wa siku ndo hivyo. Mimi najua hata utakuja na idea nyingine yani kwamba anko tufanye hivi na hivi. Wewe unakuja tena ndo unamtetea tena mtu ambaye ametoka kuniharibia tena dakika 2 hizi hapa. Tumemsamehe kaja tena. Eli hapa tu. Babe. Yaani mimi nina imani kabisa yule. Tukikaa chini mimi na wewe, tukamrekebisha kwamba bwana hapa hivi, usifanye hivi. Anaelewa. Hapana, maisha hayo bwana ujue ya kuishi na ndugu wanaoleta noma hivi. Yashapitwa na muda. Mimi nashindwa kufanya mambo yangu mangapi.
Namuogopa yeye, namheshimu tu kama anko wangu, afu kumbe mjinga mmoja mlevi anaenda kuniharibia michongo yangu, afu wewe bado namtetea tena. Achana na mpenzi. Nilikuwa jikoni nimeandaa chakula. Ngoja nikuletee chakula ule. Mbona hata useme mambo haya, kesho kwanza kuleta mambo ya kumtetea ndugu yako. Msosi fresh na tu. Poa. Hivi anko, wewe ni yako nini? Yani kila siku matatizo unaniletea nyumbani kwangu kila siku kucha. Yani nimetoka kukusamehe mchana tu, lakini hata jioni, yani siku haijapinduka ashakuja mtu mwingine tena kuleta nongwa zako. Wewe shida yako ni nini anko? Unataka nini kwangu? Yani wewe anko, tena istoshe mtu mzima, umri umeenda, afu unanitesa mimi kijana mdogo nisilale kila siku ajili yako anko kweli? Kwani kitu gani kilichotokea tena? Lakini wewe unajifanya ujui ulichokifanya tena. Kwani mjomba amekuja kusemaje? Lakini mimi mbona sija amekuja kusema wewe umeenda unamwambia habari za kwamba nyimbo zangu sijui wewe ndio wewe unaandika. Umemwambia wewe mimi nataka kuachana naye kufanya kazi. Umemwambia sijui mimi yeye huaga namsema kwa watu kwenye simu nasikia yangu. Mbona unakuwa hivyo wewe? Wewe anko gani au ndio maanko wote duniani wagogo hivi? Mjomba nisikilize basi. Yule producer hajanielewa vizuri. Nakwambia ukweli hajanielewa kwa sababu mimi nimekwenda pale kwa nia kwamba na mimi anarekodi kusudi na mimi nichane. Sasa kurekodi unaimba wewe? Na nyimbo zangu na mimi nataka niimbe. Nyimbo gani wewe anko? Wimbo unajua kuimba anko, wewe mjitahidi kuwa serious bwana. Alafu sasa hivi unajua tutani huko naongea na mimi naongea vitu vya ukweli. Yule jamaa umeenda kumwambia kaja hapa nyumbani dakika chache zilizopita hapo. Kaja kuleta ugomvi mzito yani kabisa. Umenisoma? Alafu wewe tena unataka kuanza kwenda yani anko wewe pasua, mimi sijai kuona anko kama wewe duniani. Mjomba mimi siko masihala ila sema tu nakwambia kweli yule producer hajanielewa. Lakini mjomba, lakini kwa nini uende kusema habari zangu sasa? Mjomba nisamee tu kwa sababu hajanielewa tu yule. Nisamee mjomba wangu. Hakuna kila siku nafanya kazi ya kukusamee unaniharibia. Na kusamee unaniharibia. Anko maisha gani tunaishi anko? Mimi najua hata ngikusamee wewe sasa hivi hapa. Kesho tena utaniletea msala mwingine. Maana wewe ndo mzee wa misala. Yaani nakupa jina unaitwa Anko Misala. Kila dakika unaniletea jina Anko Misala. Ndio nini sasa maisha gani? Sasa hivi nikirudia fanya unavyojua. Lakini sirudii tena mjomba nisamee. Kweli nakusamee. Nakusamee ili mjomba, ila ukirudia lingine hamna kukuombea msamaha. Hata wife akuombea msamaha na mtimua yeye pamoja na wewe. Yaani ni mara ya mwisho mjomba. Usipojirekebisha sasa hivi ukiendelea kuniletea drama zako za aina hii, sidhani kama kutoka kuna maisha mengine zaidi hapo. Yaani hapo mjomba, undugu taisha mimi na wewe. Mjomba mimi nimekuelewa, naomba tu nisamee. Kama atarudia tena basi nitachukua uamuzi ambao unaojua wewe. Lakini sirudii tena mjomba. Nisamee sana. Yaani jitahidi, mimi nakwambia ukweli mjomba. Nimechoka ujue. Ni kweli kabisa. Mimi mdogo kwa kone kabisa unanisumbua mtoto mdogo mjomba. Ni kweli wana, hakuna shida mjomba. Yaani kama unamsumbua mtoto wako tu akumzaa. Nimekuelewa mjomba. Unajua mambo mengine. Sema hii mara ya mwisho, mimi nakwambia ukweli mjomba. Mimi kwa mkalale, ila hii ndo mara ya mwisho, sitaki tena ugomvi na wewe. Sawa mjomba. Haya. Bei. Mjomba kavaa kamtula. Sasa hizi kavaa kamtula naenda kulala nayo. Haya. Wewe ronta nashukuru kama amenisamee. Taendelea kuangalia video kwanza. Amen. Umenikimbia leo sasa, umeingia kwenye anga zangu. Naomba changu. Basi niachie kidogo basi. Nikuachie nini? Naomba hela yangu. Nikuachie nini? Niachie basi nani jameni. Nikuachie nini? Sasa unaona ninavyonitia aibu hapa mtaani. Ndio, nimekwambia sasa nahitaji hela yangu, pesa yangu. Uliniahidi ile pesa siku ile kwamba utaniletea. Matokeo yake umenitoroka, umenizunguka we. Sasa leo nimekukamata. Naomba hela. Si nimekwambia kwamba nakuja mjomba atakuja akupe hiyo hela yako basi mama. Naomba niachie Judy. Kwa hiyo unategemea hela ambayo iko kwenye mikono ya mtu mjomba wako asipokuja? Mimi sina hela hapa nilipo. Sina hela Judy. Sina. Mimi nilitembea na mjomba wako. Si nilitembea na wewe? Na si uliahidi mwenyewe kwamba utatoa hela? Inakuwaje sasa hivi una kazi ya kunizungusha? Nimekwambia nataka hela. Basi Judy, anakuja mjomba, sina hela hapa. Sasa hivi nimeshampigia simu. Ndio nakuuliza sasa asipokuja. Atakuja sasa hivi. Wewe usiwe na wasiwasi, atakuja Judy. Naomba niachie basi. Sasa sikiliza. Sikuachii na hapa ukiniletea fujo tu nakupigia mwisi. Si umeona mkao ulivyokuwa na watu?
watakuua sasa hivi hapa. Basi. Tulia hivyo hivyo. Shenzi. Napenda kutumia watu alafu hela hamna. Judy, maniazili. Unajua watu wanapita wananiangalia mimi Judy. Jamani. Yaani mwanaume mzima unatembea na shilingi kwenye suruali shimia. Chukua dude lako. Yaani mwanaume mzima unatembea huna hata 100. Kwa nini? Basi subiri basi mjomba nakuja Judy, utaniumiza mimi. Hivi niachie bwana, niachie basi Judy. Ulikuwa unajua zile labda ni punji za mtama au za nini unaokota tu afu na Anko huyu mwanamke ananizalilisha kwa kweli. Acha kwanza Mahmud. Tatizo nini kwani? Anko vipi kwani? Huyu rafiki yangu tu mjomba. Rafiki yako ndo anakukunja hivi? Matani yake mjomba. Eti dada kuna tatizo gani? Yaani huyu kumbe ndo anko. Huyu mjomba. Hivi hauoni aibu? Ndugu yako ni star mkubwa. Wewe unafanya vitu vya ajabu kama hivi. Kuna tatizo gani? Huyu namdai pesa zangu. Alinigeia nusu akawa amebaki nayo. Kila siku ananizungusha. Sasa leo nimemkamata, nataka pesa zangu. Alinipa nusu alafu akawa hajanimalizia. Kwa hiyo leo amenikimbia, leo nimekuja kukutana naye. Nimemwambia nipe pesa zangu. Ananiambia sijui mjomba wake sijui nini. Anasema kumbe mjomba wake ndio wewe, star mkubwa, anakuaibisha huyu. Wewe pesa gani yangu? Mbona mimi sijui mambo ya pesa? Mbona uniambie mimi? Mjomba, unajua huyu rafiki yangu sana huyu. Wewe una maneno mengi utadai. Pesa alikukopa ulimpa wewe pesa gani? Huyu kaka alinitumia akawa amenilipa nusu, ila yangu akawa nyingine amebaki nayo. Alikutumia pesa au alikutumia yani? Alinitumia kimwili. Angu ndo mambo unayofanya tena? Mjomba, unajua tena mambo mengine haya wazi. Singajua tena. Singapi unakudai? Ilibaki 20,000. Sema anko. Umezidisha sana matatizo. Shika hii hapo. Mimi uniachie nitamalizana naye mimi. Anipe simu yangu basi kwanza. Sasa naondoka na simu. Wewe simu yake na kiberiti kitupe. Twende huko. Mimi nitamaliza naye. Sasa mtoto alikubali vizuri tu. Sasa badala ya kukubali wana nikamuingiza ndani, nikamtumia vizuri. Sasa kilichotokea hapo, nikamwambia sasa kesho basi nitakuona. Si ndio kanikaba? Nakwambia kanikaba kabisa, yani hivi kanikaba. Mwanamke. Acha bwana. Na ukamruhusu akakukaba. Sasa nifanyeje? Anataka kupiga kelele. Wewe si mwanaume una nguvu wewe. Sasa utampigaje wakati watu watakwambia mwizi? Tena nakwambia kabisa nakuita mwizi. Ungemfungia ndani ukakimbia. Yaani kanikaba, alafu sasa likanishika na ngoli litaka kuchana, nikamwambia sasa twende kwa mjomba. Aisi, si unamjua Aisi? Nakwambia nilivyopeleka kwa mjomba kule mjomba hivyo. Sasa unacheka nini? Unacheka nini? Mtu mzima ulivyodhalilika, umekunjwa na the way ulivyo mwanaume, unaonekana bonge la mwanaume, afu unakunjwa na mwanamke. Unashindwa kumdhibiti mwanamke. Wewe si unasema kwa sababu haja kutokea wewe. Sasa kanikaba nitafanyaje mimi? Nilitoe wapi mkono? Una nguvu. Sasa kasha kudhibiti, utafanyaje baba? Baada ya hapo kafanyaje? Baada ya hapo nikamwambia bwana twende kwa mjomba. Nikamwambia unamjua hizi? Kanambia twende kwa mjomba. Akampa 20,000 sijui kampa bei gani. Maswala yakaisha hapo. Sasa uone kama mtia hasara mjomba wako. Nimtia hasara wapi wakati yule mjomba wangu? Hiyo ni hasara. Acha ujinga wewe. Kwa mjomba hakuna ulisi. Watakaofaidika ni watoto wake tu basi. Acha nitumbue mali ya mwanangu ile sasa hivi. Sikiliza nikwambie. Tatizo lako ni moja. Wewe bado mshamba sana. Alafu utaki kubadilika. Ungebadilika yote asingekutokea. Achana na tabia za kishamba shamba zile ambazo za kutoka ukule kwenu ulikotokea kule. Kwa nini usiwe kama mimi? Kwa nini usinige mimi? Kuwa mtoto wa mjini. Hata ukitembea au wakati unaongea na mwanamke anajua kabisa naongea na mtoto wa mjini. Jisu. Mimi sio mshamba. Mjomba toka nilivyokuja hapa. Si umeona mwenyewe navaa vizuri tu. Nilikuja na nguo hizi. Unavaa vizuri, tabia bado hujabadilika. Tabia yako bado ni ya kishamba ya kijijini kwa ulikotoka. Badilisha tabia yako, badilisha mavazi, badilisha pia hata lugha unayoongea. Ongea kama mimi. Tabia niige kama mimi. Uone mimi.
Kuna mwanamke anaweza akanifanyia chochote mimi unavyohisi? Basi nipe dawa nianze kubadilika basi baba. Badilisha Kiswahili chako na tabia ya kishamba shamba ya kule kijini ulikotoka, achana nayo. Wewe niangalie mimi, Sara niige mimi. Mbona naongea vizuri tu? Uongee vizuri. Wewe unaongea kama mimi? Unakandamiza sana maneno. Unaongea sio kandamiza. Hiyo ndio sio nzuri. Ongea Kiswahili kio laini, alafu badilisha tembea, mavazi pia badilisha. Kwa hiyo sasa yaani unabadilika kusudi na mwenendo na nendo kuongea nini? Acha bwana. Kila kitu badilika, uone kama kuna lolote la kutokea. Basi nitakuiga baba. Sasa ngoja nifundishe sasa, au kuna dawa ya kula ili kusudi ubadilike? Niige mimi. Niige mimi. Haya tuone basi, hebu nifundishe kwanza nione jinsi. Unamtia mjomba kwa sana mpaka anatoela nampa weke bwana. Jiso bwana kwa kweli anadana. Safi tu. Haya habari ya muziki? Mkawa. Ndio. Vipi unaendelea na muziki na Ice? Naendelea nao muziki, yani sasa hivi niko ndani ya Chesa. Ninatesa, ninasaka mapesa. Wewe mama wewe. Wewe hivi unajipenda kweli wewe? Najipenda. Hivi unamjua vizuri Ice? Namjua. Kijana mzuri anasaidia. Nikwambie basi. Wenzako wenye nguvu vijana wanazulumiwa pale nyimbo zao. Wewe kweli kwanza nipe 1000 kwanza nikupe ubuyu. Nipe tu 1000 mama. Nakwambia Ice. Ice hatari. Shika bupo. Asante sana mama. Sasa nikwambie. Hivi ukae kwa makini. Ice sio mtu mzuri. Mimi yule mwanangu kabisa hivi. Ni mjomba wangu. Ile mistari yako uliyompa kashaitoa studio na kashatoa kabisa katika media. Zinakongwa tu muziki kila siku Ice anapanda juu. Media zote zinapigwa nyimbo zake. Tena mistari ya kwako. Sasa hivi Ice anapanda juu. Nikwambie. Unasema kweli au wewe unataka kuniletea? Sasa nikuongopea kwa nini walakini? Wewe. Hivi nyinyi mnanijua vizuri mimi? Naenda nyumbani sasa hivi. Naenda kumchukua Top na mweka hapa. Alafu na Timba. Unampelekea hela? Nampelekea hela. Sasa mzigo unampelekea mzigo. Sasa wewe subiri matokeo. Yule ndo atatambua. Yule si wakuja yule. Atakupiga. Ice. Hivi unanichezea mimi na yule na wewe wote na wachanganya. Mimi nashukuru kwa kunipa hela mama. Asante. Nenda huko. Oya dogo Ice. Ni mbona kama vita wewe. Bi kubwa. Wana mapanga tena. Hivi wewe dogo mimi unanichukuliaje? Nakuuliza unanichukuliaje mimi? Kwa nini tena? Unaniona mimi poyoyo Kwa nini? Hivi wewe dogo, mimi nimekuja kwako nataka msaada unisaidie. Nimeanza kuimba long time ago toka na miaka 13. Mpaka sasa na 65 sijatusua. Na mimi nataka nitusue nitoke. Na mwaka huu naamini lazima nitatoka. Alafu wewe unataka kuniletea ujinga? Unachukua mistari ya nyimbo yangu. Unakwenda kutoa singo yako, unachukua mistari yangu unaweka mle. Na mjomba wako ndo kaniambia. Mjomba huyu. Yaani mjomba kila siku ananiletea kesi. Yaani hapa anabadilisha rangi za sura za watu yani. Leo anakuja huyu, kesho anakuja huyu. Hadi wewe kakupata. Yaani hadi wewe mjomba kakushika akili. Mjomba wangu ana matatizo ya akili, anakunywa pombe. Akili zake hazijakaa sawa. Sasa ndio maana anakuambia mambo hayo. Sikiliza dogo. Lazima nimsikilize kwa sababu huyu mjomba wako. Sasa mjomba mlevi ana matatizo ya akili. Yaani kuna vitu havijakaa sawa. Bi mkubwa, mimi wewe nimekusaidia. Ulinifuata, ukaomba msaada. Nikakubali wewe kwa sababu ni bi mkubwa wangu na kuheshimu hivi. Watu wengine wote wanakuchukulia poa. Mimi nimekupeleka studio ngapi wewe? Si nikwambia na kurekodia single yako inaisha. Mimi nilikuwa busy na single yangu, nilikuwa na show mikoani huko. Lakini nitakurekodia single yako. Huyu uncle kidogo ana matatizo. Analetea kesi nyingi, achana naye wewe. Sasa ole wako. Mimi msela kulikweli, sio msela mavi. Mimi Mnyamwezi naweza ngakufanyia kitu yote mbaya yako. Na nimekuja niko kamili gado. Siogopi wala sifanyi na unifanyi lolote. Wewe ndigli tu unifanyi lolote. Mimi hata ili panga naweza ngaweka pembeni kwa ngumi pia uniwezi. Hayo yote bi mkubwa wewe acha huko. Wewe mimi nimeahidi kukusaidia. Single yako nimekupeleka kama studio makubwa yote.
singo yako itafuata. Sasa hivi niko mimi niko natoa kazi zangu, ila leo inaniuma sana kwa sababu anko wangu kila siku yeye ndo anakuja kunichafulia mimi, ila nitamalizana naye. Sasa Wewe usiwaze, wewe mambo yako yote mimi nitaweka sawa. nakwambia, sikiliza, usiniletee mikono yako, nitaifyeka hiyo. Mimi nikisikia nyimbo yako imetoka kuna mistari yangu, huo mji utahama. Yaani mikono yako, Utaona mji wa uchungu. mikono yako bi mkubwa kweli. Sasa nikikutoa uwe star utaniua mimi na mapango kama unanijia hivi kila siku. Nakuja kila siku hivi hivi, nakuja ovyo tu. Alafu wewe dogo, jiangalie wewe. Basi tumemaliza sawa. Mimi nishakuelewa. Ila mistari yako mimi nitakusaidia. Mistari haiko kwenye nyimbo yangu. Mimi na iti nyingi bwana, siwezi nikaiba ni. Sasa subiri uone. Sema leo umeni surprise leo. Si umepiga kitu cha wapi leo? Umepiga kitu cha wapi? Unafikiri mimi mjinga kama nyie? Mnakula matakataka yenu mavi nini mijani? Sio mimi. Mimi originali, niko hivi vizuri tu. Sio nyinyi mnaongeza nguvu. Mnaongeza nguvu gani nyinyi? Makwezi hilo sawa, mimi nitamaliza hilo. Simsikize yule wangu ana matatizo, akili yake haijakaa sawa. Yaani kwa kweli sijui niende wapi. Sijui kabisa niende wapi. Jisu nao alipatikane kwenye simu. Yaani kila napolipigia yani alipatikani. Haya makubwa yaliyonikuta haya. Sasa ukisikia bandari salama watu wanaliwa ndio kama hivi. Sasa mimi niende wapi? Sasa kaagiza ningemjua mjumbe wa hapa mimi. Nikaenda tu kulala huko. Sasa nyinyi matatizo kwa kweli, sasa siti niende wapi? Kajua ndo wako mzamu. Hmm.